MKC Media. Na ndugu mtazamaji wa MKC Online, upo nami Josiane AK Mama V, na leo nipo ndani ya exclusive ambapo nakuletea update nyingi kutoka sehemu mbalimbali. Nimetembelea kanisa la Mennonite Brother ambapo nimekutana na mwalimu wa kwaya na kuomba ukae chonjo ili kusikiliza na kuelewa nini ambacho tunakizungumzia hapa. Lakini pia na kukumbusha usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Basi ataenda kujitambulisha kwa jina. Shikamoo. Marhaba. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Ili kanisa lako ni kanisa gani? Naamini ndugu mtazamaji anataka aelewe na atambue ili kanisa ni kanisa lipi. Ndio, kanisa letu hapa linaitwa Mennonite Brother. Ndio kanisa letu kabisa. Ni kanisa la Kikristo linalompenda Yesu Kristo. Ndio, hivi ni mwaka gani ambapo ulianza kuingia kwenye kanisa hili? Kanisa hili la Mennonite Brother kwa muda huu nina mwaka mmoja. Niko hapa nafanya kazi ya Bwana. Na ulipoingia kwenye kanisa hili labda uliingia na kuwa mwalimu wa kwaya au kuna cheo kingine ambacho ulikuwa nacho? Mna mimi kazi yangu ni kwaya, kufundisha kwaya na kutengeneza kwaya ili iwe kwenye misingi mizuri. Na changamoto labda zipi ambazo unakutana nazo kipindi cha kufundisha kwaya wewe kama mwalimu? Ndio, changamoto ni nyingi kwa sababu ni sehemu kumekutana watu wengi. Ni lazima kila mtu ana hali yake ya kuishi atangia kuzaliwa. Kuna baadhi ya wamoja ni wagumu wa kutokuelewa kwa mapema. Ina maana kushika nyimbo wanakuwa wagumu. Na wengine wanakuwa wepesi. Na wengine sio waelewa kivile. Kwa hiyo changamoto nyingi tu. Ni nyingi kabisa. Ya, na unapokutana na hizo changamoto labda wengine hawaelewi wakifundishwa labda hawabani nyimbo, wewe kama wewe unafanya nini wewe kama mwalimu? Ndio, tuna staili nyingi za kufundisha kwa sababu walimu wapo. Kuna walimu husika na kutengeneza sauti, kuna walimu husika na kufundisha, kuna walimu husika. Ina maana walimu wapo wengi tu. Sababu hiyo tunaangalia huyu ni mgumu, na ikiwa huyu ni mgumu tunachukua staili nyingine ya kumfundisha ili awe mwepesi, kwa sababu katika kufundisha kuna aina nyingi za kufundisha ili awahi kushika nyimbo. Na kipindi chote ambacho upo kwenye kwaya hii ushagawahi labda kutoa nyimbo au ulishawahi kuwafundisha nyimbo wakaenda studio labda wakarekodi? Ndio, kwaya yetu imesha rekodi kabisa. Na iliwahi kurekodi nyimbo 6 na mpaka sasa hivi ziko mtandaoni. Ukiingia mtandaoni kwenye YouTube account ya mzamini wetu mkuu Mzee Chakubuta pale utakwenda kuona nyimbo zetu zizi zilivyo. Yani utaandika Chakubuta. Ndio, utaandika Chakubuta tu imetosha. Kwa ndugu mtazamaji, ukiandika Chakubuta, ukiingia online ukiandika Chakubuta utaenda kupata nyimbo ambazo wameenda kurekodi. Hivi kwaya yako inaitwa nani? Kwaya yetu inaitwa Jerusalem Choir. Jerusalem. Na kwa nini ulipanga hiyo jina? Jerusalem Choir, unajua mambo mengi kabisa pale Jerusalem yalipita ni mazuri, na mambo ya Ukristo pale Jerusalem yalitendeka sana. Tukaona ni lazima kulingana na hapa ukweli wa Mungu hupo, ni lazima umelinganishwa na wapi? Na Jerusalem. Na tuseme kwamba kwaya yako ukilinganisha na jina hilo vipi, vinaendana au viendana? Ndio, vinaendana kwa sababu shughuli ya kimungu inatendeka vizuri kabisa. Sawa, tunataka tujue hizi nyimbo ambazo mmeenda kuzirekodi, aliyewafundisha ndo aliwapeleka kwenye studio, ndo aliwadhamini, ndo alikuwa supporter wao au? Yani mdhamini wetu ni mmoja tu, ni huyo mmoja ndo aliyefanya shughuli zote. Yeye kabisa ndo alizamini pesa, tukaenda kutoa nyimbo. Hivyo akazamini pamoja na jezi, hata kula. Yani kila kitu. Kipindi cha mazoezi hata kula. Ndio huyo Chakubuta ndo ametuzamini kabisa. Na changamoto zipi ambazo mmekutana nazo kipindi mmeenda kurekodi nyimbo zenu? Katika kurekodi kuna changamoto nyingi sana, kwa sababu unajua mnapoenda kurekodi, cha kwanza waimbaji si wazoefu sana wa kurekodi.
na inaomba mpaka walimu wawe makini mno. Kwa hiyo mnakwenda mnaimba, mnarudi, mnaimba, mnarudi mpaka mwisho wake mnakuja kutengeneza vizuri. Kwa hiyo changamoto ni kubwa na ni nyingi tu. Ni nyingi kabisa. Mlirekodia mahali hapa kwetu au mlirekodia wapi? Sisi audio tulirekodia hapa, ila video tulitoka nje ya kambi. Kwa video ipo amazing. Yaani video iko online kabisa. Kwa nikiingia pale Chakubuta napata, yani nyimbo zenu nazipata moja kwa moja. Pale unazipata moja kwa moja kabisa, unaburudika, unacheza, unafurahia. Utazikuta zote ziko pale. Unanisikiliza ndugu mtazamaji kwamba ukiingia pale Chakubuta utaenda kukuta mambo mazuri tena safi. Ni watu ambao wanaimba tena vizuri, utafurahia. Lakini pia tunataka tujue kanisa lao linapatikana wapi? Ili siku moja basi ukawatembelee. Unaweza kuwaambia ndugu mtazamaji ambaye anatuangalia kwamba kanisa yenu inapatikana wapi? Kanisa letu liko hapa kambini Nyarugusu kwenye zone ya kwanza kijiji cha F1. Yaani unapofika F1 uliza Mennonite Brother na mtoto atakupeleka sehemu kanisa lilipo. Wow, ndo F1 ambapo tulikutana watu wengi wamefurika, wanaimba, wengine wanacheza kama kawaida. Yaani leo ilikuwa ni sherehe kubwa. Sawa, nikizani leo ilikuwa siku ya Pasaka, ambapo watu wengi walienda kusherehekea siku ya Pasaka. Ningeomba uniambie labda wewe ulibarikiwa kwa lipi, na leo labda ulibarikiwa kwa maneno yapi ambayo yalikubariki wewe kama wewe, na mimi ili nibarikiwe kwa siku ya leo. Ndiyo ndugu mtangazaji, hiyo ni kweli kabisa. Leo ilikuwa sherehe kubwa na ilikuwa furaha mno. Hata hivyo ni kweli nilibarikiwa la kutosha, kwa sababu uimbaji wetu unaendelea kutufariji na kutufurahisha. Hata wahubiri wa siku ya leo au wa mkutano wako vizuri mno. Ina maana utakapokuja siku ya mkutano au siku ya ibada tu, utapata burudani nzuri na utapata mafunzo nzuri kabisa ya mahubiri, na uhakika utabadilika tu. Ila kuna mtu anatutazama, anatamani kujua leo kulikuwa Pasaka, lakini hajui maana ya Pasaka. Unaweza kutudokeza kidogo maana ya Pasaka? Ndiyo, Pasaka ni nyingi. Ili Pasaka tunayoisherehekea ni Pasaka kuchinjwa kwa mnyama. Ina maana mnyama aliyojitolea ni Yesu Kristo. Ndo mnyama aliyojitolea kuchinjwa ili damu ipate kutuosha na kutupatanisha na Mungu. Unasikia, leo ni Pasaka, lakini pia tunatamani kujua sheria za Pasaka ni zipi? Sheria za Pasaka haina sheria. Pasaka ni kumbukumbu. Ni kumbukumbu tunayoifanya, kwa sababu isingekuwa Pasaka, asingejitolea kuja na kufa, sisi waaminio Kristo tusingepata nguvu na tusingekuwa na uwezo wa kutembea kifua wazi mitahani, kwa maana wokovu tusingekuwa nayo. Ina maana ni kumbukumbu ya kupata wokovu wetu. Ndugu mtazamaji, ambapo ulikuwa hujui maana ya Pasaka, nikidhani mwalimu wa kwaya ameenda kutuambia maana ya Pasaka. Lakini pia tutaenda kumuomba atuambie neno moja ambalo litawafurahisha nyinyi ambao mnatutazama kwa siku ya leo. Ningeomba uambie neno moja ambao wanatuangalia, walimu wenzako ambao wanaongoza kwaya au wachungaji. Nikidhani hapa kuna watu wengi watatufuata na watatuona. Uambie neno moja ambalo litakuwa faraja lao na kuwatakia Pasaka njema. Asante. Kwa kweli mimi nitagusia moja kwa wadhamini wanaojaribu kudhamini makwaya, kwa sababu injili ya Bwana itendekayo kupitia kutoa nyimbo kwenye audio, hizo ni injili kubwa, kwa sababu inaonekana mahali inaonekana dunia nzima. Inaonekana dunia nzima, na hivyo ni nusu ya utangazaji wa injili la Bwana. Kwa hiyo waendelee kusapoti makwaya, kwa sababu siku moja watapata neema kubwa kwa kazi walioifanya. Pili, nitakwenda kuongea kuhusu wachungaji wetu, waendelee kutuimarisha na kutupa moyo, na walimu wenzangu wasikate tamaa, kwa sababu huko tunakoenda faida ni kubwa. Tutakuwa na faida kubwa itakao tutia vizuri katika maisha yetu ya kiroho.
Jamani, kwa wale ambao wanatufuatilia ni kwamba mwalimu ametoa neno la mwisho la kusema kwamba muwasapoti. Ndugu mtazamaji ambaye ulikuwa nasi na tumemaliza kipindi chetu kwa siku ya leo, lakini pia na kukumbusha